Kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni kumweka kwenye nafasi ya kumiliki na kutawala, kuishi kwa raha na starehe. Bwana asifiwe sana. Lakini uovu ukasababisha umtoe katika nafasi. Sasa kutoka kwenye nafasi unafananishwa na mtu ambaye ni mifupa mikavu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Mungu hafurahii unayopitia. Sasa Mungu ni Mungu wa haki. Na kila siku nasemaga Mungu ni Mungu wa haki. Ukienda kinyume na sheria yake, shetani akienda na hati ya mashtaka mbele za Mungu, Mungu anamwambia uhai tu niachie, lakini vingine vyote fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani uhai tu, lakini vingine vyote, kwa sababu alisema ya kwamba atakayefanya dhambi ataadhibiwa. Kwa Mungu ni Mungu wa haki. Kwa hiyo hafurahii kwa sababu ni haki kabisa unayopitia, kwa sababu umekwenda kinyume na sheria ya Mungu. Taifa hili lilikwenda kinyume na sheria ya Mungu, lilikwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hawa walikuwa ni watu ambao Mungu amekusudia kwamba wakamiliki na kutawala ile nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anawapenda, tazama, mwanadamu wa kwanza anafanya uasi. Mungu anatafuta namna ya kurejesha upendo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sikiliza, Mungu ni Mungu wa haki. Alisema kwamba ninamfanya mwanadamu kwa sura na mfano wangu. Na tumfanye mwanadamu akamiliki na kutawala. Yaani lile ni agano, ni covenant. Ni agano. Mungu si mvunja magano, bali ni mtimiza magano. Kwa anatafuta kurejea agano lake. Kwa hapa taifa la Israeli lilimwasi Mungu. Taifa la Israeli lilifanya mambo ambayo kumpendeza Mungu. Wakaishia kufananishwa kwamba ni watu kama mifupa mikavu